Wewe haya ni zaidi ya maumivu yanayoua ndani ya moyo, anakuibia ubavu kimya. Hivi mwanamke, ni mara ngapi nimekukataza kuhusiana na kutumia simu yangu? Naona saizi kiwango cha kiburi chako kinazidi kuongezeka, si ndio eh? Ulikuwa una certificate, ukawa na diploma, ukawa na degree, ukawa na masters. Saizi uko kwenye research ya kutafuta PhD ya kiburi, si ndio? Pumbavu mkubwa. Subira moyo wangu nimekosa ya wuta heri subira kwangu haipo subira nimekosa subira nimekosa Chimwago mume wangu, naomba pesa ya kula. Unaondokaje bila kuniachia chochote ndani? Tena kwa wangu rafiki wakufanya kujikana mzinga wangu nyenyuki asali anailamba santafanyaje maumivu naumia mimi santafanyaje moyo wangu nauma mimi. Wewe mwanamke, hivi unajisikia kweli wewe? Pesa zako unapelekaga wapi? Unataka kuniambia una pesa? Sasa mimi hapo kosa langu ni kitu gani? Ni kukuomba pesa au kuna kingine? Lakini pia mimi pesa natoa wapi Chimwago? Hali ya kuwa uhitaji hata nifanye biashara. Oh, kumbe unajua eh? Ni hivi, sihitaji ufanye biashara yoyote na sitaki ufanye kazi yoyote ile. Nataka wewe ukae tu hapa nyumbani kwa ajili ya kunihudumia mimi. Sihitaji nikuona unatoka hapa. Sawa? Alafu huruma sio malezi. Si unanielewa? Ni hivi, ninatoka naenda kazini. Nikija kurudi, nikute meza inapendeza. Yaani nikute mazagazaga yote yako mezani. Si unanielewa? Yaani kwa kifupi nikute chakula. Chimwago. Chimwago. Subira. Haya ni zaidi ya maumivu yanayoua ndani ya moyo, anakuibia ubavu ukimjua nauma moyo na tena narika tenzi ukunalia. Pole sana rafiki yangu, wewe kwa mvumilivu, dondozo siku hizi zilivyo. Naamini Mungu atakusaidia, maana sio peke yako unayopitia. Ni sawa Lina, lakini mimi kwangu inazidi. Kila siku hakuna siku ya afadhali. Wanaume kuna wakati wanafanya kile ambacho kinafurahisha nafsi zao, tena wakati mwingine wanafanya kitu ili tu ukose raha, na hicho ndio furaha yao. Kama ningejua haya yote, bora tu ningeendelea zangu kukaa nyumbani. Yaani kama ndo kula kwenyewe ni hivi, basi ni hatari. Muda umeenda sasa. Acha mimi nirudi nyumbani. Subira Oya, mwanangu. Unajua chimijeno anazingua kinyama yani. Yaani mpaka najilaumu kwa nini nilioa. Yaani naona ni afadhali ningekuwa tu niko single, kwamba nakamata, nachinja, naacha. Nakamata, nachinja, naacha. Kuliko ni mambo anayonifanyia chimijeno. Yaani amekuwa ni pasua kichwa kupita maelezo. Yaani hadi najilaumu kwa nini niliweza kuoa yule mwanamke. Baya zaidi, yule mwanamke anakula.
tembo aende akasome jinsi yule mwanamke anavyokula. Hiyo 9, 10. Kila nikifika nyumbani ananiomba hela. Kila nikifika nyumbani ananiomba hela. Yaani anaomba hela kupita maelezo. Ile hadi mwenyewe nashangaa kwa nini ananifanyia hivyo. Sabla za Chimwa. Wewe unadhania maisha uliokuwa unaishi wakati uko bachelor ndio haya utaishi hata baada ya kuoa? Si kweli. Wewe unatakiwa ujue kabisa wanawake ukioa na majukumu yanaongezeka. Alafu nikwambie kitu kimoja. Wewe unaona mimi nakuwa nalala hapa ofisini siku zote. Sio kwamba napenda. Huwa sitaki makelele ya nyumbani kama hayo ambayo nasema hapo sasa hivi. Ushanifahamu? Kwa hiyo unatakiwa ujue kabisa ukioa majukumu yanaongezeka. Sasa mimi siku zote nilikuwa nakwambia uelewe. Haya sasa umejionea mwenyewe. Sikiliza Zungu. Unaongea nini wewe? Yaani unaongea tu ili mradi na wewe uonekane unaongea. So hivyo ndugu yangu. Mimi nategemea utanipa ushauri mzuri. Kumbe nao unaambia mambo kijinga tu hivyo. Sasa issue ni kwamba naongea au usikuwa utaki tuongee. Kama ulikuwa utaki tuongee usingeleta mada zako za kifamilia hapa. Afu as a matter of fact, issue zako za kifamilia hapa ofisini sisi tunatushia. Singezileta basi kama utaki tuongee. Wewe umeleta mada zako ofisini maana unataka tuzijadili. Tunazijadili unasema tunaongea kisa tuongee. Basi ungejadili na mkeo nyumbani. Zungu. Yaani wewe ndio kuniambia mimi hivyo? Mimi nategemea kabisa wewe utanishauri mimi kwamba nini nifanye. Lakini unakaa unaniambia vitu vya ajabu ajabu hivyo kweli ndugu yangu? Sio poa bwana. Sasa baba Chimwa. Mkibishana sasa kama hivi, mnanifundisha nini mimi ndugu yangu? Kila siku kubishana na huyu na wewe. Najifunza nini kwenu? Mwanamke na mwili wangu uko mdogo hivi. Mtafanya nini sasa nao? Mwacheni mada zenu basi. Mwambie ndugu yako. Sikiliza wewe. Wewe bado ni mtoto mdogo sana, haujui maana ya mke, haujui maana ya ndoa. Kwa sisi tunapokuwa tunaongea, wewe unatakiwa ubize kufanya kazi. Wewe bado ni mtoto mdogo, hautaki kuingilia mazungumzo tunayoongea sisi. Yanahusu mambo ya ndoa, yanatuhusu sisi wawili. Wewe unatakiwa ufanye kazi. Landa tu hapa. Ukikua utaelewa nini maana ya ndoa, utaelewa nini maana ya migogoro ya familia, sawa? Sio unakaa unaingilia tu. Sasa kupitia sisi pia anatakiwa ajifunze. Sasa anapokuwa anakuona mtu mzima kama unalalamika, mke wangu anaomba sasampa, mke wangu anakula. Wewe unadhani anajifunza nini kutoka kwako kaza Chimwa? Wewe hata yeye anajifunza kupitia sisi. Hata kama nimechangia kwenye ndoa napambana na majukumu yangu. Wewe unaelewa saizi kazi ilivyokuwa ngumu hapa. Naondoka hapa na shilingi 10,000. Kwa 10,000 ndio nimpe mke wangu. Hiyo inabidi ikae mfukoni ilinde mfuko. Tunasema pocket money. Kwa hiyo Chimwa wewe 10,000 unaona ndogo, si ndio? Ndio. Baadhi ya sehemu 10,000 hiyo ni msingi wa mtu ujue. Ni hela ya biashara ya mtu. Kwa hiyo ndugu yangu wewe sema tu hutaki kumpa mkeo. Alafu sasa jukumu la kumhudumia mkeo ni la kwako. Wewe usipomhudumia mkeo nani atamhudumia? Shauri yako utasaidiwa. Ndio hivyo bwana. Mimi nilikuwa nataka tu nani ushauri, lakini mwenyewe unakaa unaniambia tu mimi nani labda tu ambazo zinakuwa hazina maana. Sio unazingatia. Oya, tepu iko wapi hapo? Tepu iko ndani hapo. Ani! Karibu hivi. Yaani mwanamke ulioolewa unashindwa kutulia nyumbani kwako, kutwa kucha kiguu na njia, ndio wanachokifahamu. Karibu ifi yangu. Kwema? Nimeshakaribia ndio maana umenikuta hapa. Haya, kanigea chakula nile, maana njaa inanuma hatari. Sasa Lulu, wewe tangu lini ukaja kula hapa nyumbani kwangu? Unataka kuniambia wewe nyumbani kwako haujapika kabisa? Alafu isitoshe unakuja kwangu bila hata taarifa. Unasemaje wewe? Nakuja nyumbani kwako bila taarifa? Mimi wakutoa taarifa ninapokuja nyumbani kwa kakaangu? Unakisikia kule unachokiongea wewe? Hapa ni kwa kaka yangu. Nina uwezo wa kuja muda wote na saa yote nitakojisikia. Usinipangie cha kufanya. Sijui unanielewa? Ni sawa, sikatai. Lakini hapa ni kwangu. Nimeolewa mimi. Hivyo nina maamuzi yoyote yale. Alafu tuachane na hayo wifi. Kakako kaondoka asubuhi hajaniachia chochote kile. Na hii mboga unayoiona hapa, nimetoka kuomba kwa rafiki yangu. Kuna unga kidogo ndani, akifika nimsongee ugali apate kula. Hivyo mwanamke una akili sawa sawa? Tena unaongea bila hata aibu. Hii mboga unaiona mtoka kuomba kwa jirani? Yaani kakaangu namlisha mboga za kwa majirani. Umefundwa kwenu vizuri kweli wewe? Kumbe wewe binti ni msungu Haujui maana ya ndoa. Hawakukufundisha vizuri kama huku kunakuja kumhudumia mume. Ndio kwenda kumwombea vitu kwa majirani. Msungo mkubwa wewe.
tena na mboga yenyewe peleka huko. Sasa mimi hapa kosa langu ni nini? Lulu mdogo wangu, una shida gani eh? Wewe umemfanya nini wifi yako eh? Kaka, huyu mwanamke wako ni mbaya sana huyu. Mimi nimekuletea mboga kwa sababu ya kula mchana, yeye ameimwaga yote. Hivi ni haki kweli? Wewe mwanamke, hivi kichwani kwako kuna nini wewe? Mume wangu, lakini mimi sijafanya hivyo. Mimi ndo nimekuletea hii mboga na yeye ndo aliyoimwaga. He? Muneni huyu. Unaongea nini wewe? Unataka kumaanisha kwamba mdogo wangu anachokiongea ni uongo? Wewe mwanamke, mimi nakujua. Una roho mbaya sana. Ndio maana hata mambo yangu kazini haendi. Kaka, huyu sio mwanamke kabisa, hafai hata kidogo. Huyu ni msungo. Sijui hata umeoa mwanamke wa aina gani? Mwanamke ana roho mbaya kama kitu gani? Wewe mwanamke, hivi kwa nini unakuwa na tabia mbaya? Mara ngapi nimekuonya juu ile unayofanya? Hapo bado unataka kunifanyia upuzi wako. Wewe unataka nikupasue nikuwe sura yako sijui? Leo kundani leo utakuwa. Wewe sio kila siku unafanya kazi kwa kuongea tu. Mke wangu. Leo nimetoka kazini, nimechoka kidogo. Napenda baada ya kurudi nyumbani leo nipate japo faraja kutoka kwako baby. Rita baby, naongea na wewe mke wangu. Mzungu, tafadhali, leo siko sawa. Yavuta heri subira kwangu haipo. Nimekosa. Subira, 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 nimekosa. Nilijua viatu vyangu ni vya pesa. Tena kwa wangu rafiki wakufana kuzikana, mzinga wangu nyenyuki asaliana ila. Mume wangu Chimwagu, chakula tayari. Maumivu naumia mimi, santa fanyaje? Moyo wangu nauma mimi, ndio maana nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa yavuta heri subira kwangu haipo. Nimekosa subira, 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 nimekosa. Sasa mbona unanisimamia tu? Uone kama unanyonya damu. Hebu kaa bwana, unasimamia nyumbani kwangu. Rita mke wangu, kila siku umekuwa ukisema hivyo hivyo kwamba uko sawa. Mimi ni mume wako ujue. Unajua kabisa nahitaji ukaribu wako. Please baby.
Mzungu, ndiyo wewe ni mume wangu, na haimaanishi kwamba kila siku mimi naweza nikawa tayari. Leo sitaki, namaanisha sitaki. Maana hata kunikumbatia pia hauwezi. Unajua unanifanya nijione sina maana kabisa kwako baby. Please. Usibadilishe maneno hapa. Mimi sijakwambia huna maana, ila nimekwambia sitaki. Alafu heshima pia ni mapenzi, sawa Nzungu? Kama usaliti nimesalitiwa, maumivu nimepewa. Maina, hebu nikuulize swali mara moja. Hivi kichwani kwako kuna nini hasa? Samahani mamangu kama nimekosea. Subiri, acha nimalize. Kila siku ukipika chakula lazima kiwe na matatizo. Leo ni mboga, jana ilikuwa wali, juzi ilikuwa nyama. Hakuna siku hata moja ambayo umenipikia chakula kikanifurahisha. Hii mboga haina hata chembe ya ladha mdomoni, haina chumvi hata kidogo. Hivi utegemea mimi ni nani? Mimi ni mtoto mdogo? Mimi ni mgeni? Au ni mtu ambaye sina ladha mdomoni? Samahani mama. Ngoja niende nikachukue chumvi. Unasimama unaenda wapi? Nani amekuruhusu uondoke? Mimi ninapoongea sihitaji mtu awe anatembea. Nani kakuruhusu uende ukalete chumvi? Mkaa hapo. Ona ulivyokuwa mpumbavu. Unakaa hapa, nani akalete chumvi? Simama nenda kalete chumvi huko. Hiyo chumvi umeenda kufuata mkoa gani? Hapa mama. Angalia, unanipa chumvi huko unatetemeka. Inaonyesha jinsi gani unavyoishi na mimi kwa wasiwasi, si ndio? Onja hii mboga uone kama ina ladha au ina sumu. Kiko sawa tu mume wangu. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh lolo, nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa yavuta heri subira kwangu haipo, nimekosa subira nimekosa. Nilijua viatu vyangu ni vya pesa, tunashare. Inauma tena kwa wangu rafiki wakufa na kuzikana, mzinga wangu nyenyuki asali anailamba. Santa fanyaje maumivu na